Qur'ani imetuambia juu ya kuumbwa kwa mwanadamu kwa maana ya Adam na kuumbwa kwa jini. Kasema kule waljanna khalaqnahu min nari samum, iko wazi kwa jini kaumbwa kwa moto. Hata katika kesi ya Ibilisi akasema khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin, umeniumba mimi kwa moto na wewe umemuumba kwa udongo. Kwa hivyo suala la kusema Adam au mwanadamu chimbuko lake litakuwa ni udongo halina shaka kwa Qur'ani, na kusema jini chimbuko lake ni moto halina shaka kwa Qur'ani. Ama kusema material gani imetumika kuumba malaika, Qur'ani hakuna mahali imesema malaika wameumbwa kwa nuru, hakuna. Lakini wanazuoni wanasema ipo hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam inayosema kuwa malaika wameumbwa kwa nuru. Sasa hadithi hiyo wako wanaoikubali na wako wanaoikataa, lakini tuchukue hivyo hivyo kwamba imesihi, tuchukue kwa ni sahihi kwa malaika wameumbwa kwa nuru. Maana haya mawili hatuna ubishi nayo, kuwa mwanadamu kaumbwa kwa udongo na jini kaumbwa kwa moto. Sasa ukenda hivyo tunaanza na mwanadamu kuumbwa kwa udongo. Mwanadamu madhumuni ya kuishi kwake ni duniani, na kwa hivyo material yake imechukuliwa huko ambako yeye anatakiwa aishi katika maisha yake ya dunia, ili awiane na kufanana na mambo hayo. Na ndio maana kwa asilimia kubwa sana riziki ya binadamu inatoka kwenye udongo. Yake ni udongo, nyumba yake anaijenga kwenye udongo, yeye mwenyewe akifa anatoka kwenye udongo. Hata ukimchoma moto utampeleka tena kwenye udongo, hata ukimtosa baharini manake atakwenda chini tena kwenye udongo. Kwa hivyo udongo kwa maana mchanga na ardhi, hii mwanadamu haepukani nayo. Na sayansi inatuambia kadiri unapopanda juu kuikimbia ardhi ndivyo hewa unaoivuta inapopotea. Ndio maana wanaokwenda mwezini na wapi wanatumia mitungi ya gesi, sababu kule hakuna hewa ya oxygen. Sasa ikiwa hivyo ndivyo, basi madhumuni ya binadamu sio kuishi angani. Madhumuni ya binadamu ni kuishi huko alikowekewa kile ambacho kitamfanya aishi, ambayo ni oxygen. Ukenda ndani ya maji baharini, kila unavyokwenda chini na ndio oxygen inavyozidi kupungua, na kwamba samaki anaishi kwa oxygen ndogo sana ambayo anakuja juu kuichukua, halafu ina saturate ndani ya mwili wake, ikimalizika anarudi tena kuja kuichukua. Na kadiri samaki anayeweza kuishi chini zaidi ni yule ambaye anatumia oxygen ndogo, na wale wanaotumia oxygen kubwa wanaishi juu siku zote, na wengine mpaka wapumue. Akina nyangumi anatoa carbon ile apate oxygen aingize, ndio anakwenda zake tena chini, lakini anaitumia kwa muda mrefu. Kama unavyojaza petroli wewe kwenye mafuta, ategemea kilomita unazokwenda. Kwa hivyo naye anachukua oxygen afa anakwenda kilomita, alafu anakuja juu tena anaichukua tena oxygen. Lakini hii inaonyesha dhahiri kwa mwanadamu hajaumbiwa kuishi chini ya bahari. Ukienda kwa wachimba migodi wanakuambia kadri unapokwenda chini oxygen inazidi kuwa haipatikani, ndio wanachukua nao mitungi ya gesi, kwa sababu maana yake ni kwa binadamu hajaumbiwa kuishi kwenye mapango na chini zaidi ya ardhi, kaumbiwa aishi huku nje. Kwa hivyo ina maana dunia imekuwa madhumuni yake ni kwamba aishi hapa kwenye oxygen. Huyo ni binadamu. Sasa malaika hayupo katika taratibu kama hizo, tumevamiana. Jini naye hayuko katika taratibu kama hizo. Kwa hivyo asili ya binadamu kuwa ni udongo ina maana pana sana, kwamba ndio mahala alipoundiwa yeye kukaa. Na wataalamu wanaokwenda ndani zaidi wanasema si udongo kwa maana hii iliyotajwa tu waziwazi, iko maana ya ndani, kwamba kila alichonacho binadamu mwilini kinao uhusiano na ardhi. Kwa hivyo mwanadamu ana calcium, ana potassium, ana nini, ukizitafuta chemical zote na madini yote ndio binadamu na ndani ya ardhi yanapatikana. Kwa hivyo inathibitisha wazi kwa binadamu asili yake ni udongo. Si lazima iwe tope asili yake, kwa maana materials zilizotumika kutengeneza udongo ndio material hizo zilizotumika kumtengeneza binadamu. Lakini ukija kwenye jini anavyozungumzwa katika vitabu vyote vya imani, sifa ya kwanza haonekani, ndio dhati yake. Sasa iko hivyo maana ni gesi, maana gesi huioni, lakini unafahamu nguvu zake na utendaji wake. Na gesi ni moto, ndio chanzo chake ni moto, gesi. Kwa hivyo jini ni gesi, ndio material iliyomtengeneza, na ndio flexible. Tunaambiwa jini ni flexible na gesi ni flexible, haina umbo maalum, itakwenda kuchukua space, ndio inayoamua umbo lake, na jini naye anaamulika hivyo. Kwa hivyo jini ni gesi, lakini binadamu ni udongo, na ndio maana hatuna flexibility kubwa kama hizo nyingine zote. Sasa kwa malaika ndio kidogo sasa pana neno hapo, sababu nuru manake ni light. Light inapenya, light ina mambo yake chungu zima, ambayo sasa kuielezea ndio kunakuwa na kazi kidogo, kwa sababu kumweleza malaika ambaye si tu kwamba hatumuoni, hata athari zake za kivitendo hazitokei kwa watu wa kawaida, aghalabu hutokea kwa watu maalum. Sasa kutoa maelezo ya malaika kunakuwa kidogo, lakini maelezo ya malaika na maelezo ya jini yanakaribiana, kwa sababu huyu ni flexible na malaika atakuwa flexible. Lakini huku kwa sababu inazungumzwa kama material ni nuru, kama ilivyokuwa kwenye vitabu vya hadithi, basi mara nyingi inakuwa haina madhara, kwa sababu nuru aghlabu huwa si yenye madhara. Gesi inategemea, unaweza ukaitumia kwa faida, unaweza ukaitumia kwa madhara, lakini nuru aghlabu haitumiki kwa madhara, inatumika kwa faida. Kwa hivyo tunaweza kusema jini na malaika wanatofautiana katika kipengele kimoja tu, kwenye benefit na loss. Kwa jini upo uwezekano wa mawili, kwa malaika hakuna uwezekano wa mawili, ni benefit tu, hakuna loss ndani yake. Lakini kwa jini kuna benefit na loss, kama sisi binadamu kuna benefit na loss, yani faida na hasara. Kwa jini ipo na faida na hasara kwa binadamu ipo, kwa malaika kuna faida tu. Kwa hivyo ndio maana ametakata kuona uadilifu kwetu sisi, na kuna chini wasiokuwa hivyo uadilifu, yote yapo kwa majini. Sababu majini ndio maana hutuba zinakuja ya maashara aljinni wal insi, tunawekwa pamoja, kwa sababu sote sisi tunaagizwa kufanya. Sababu mtu ambaye hana uwezo wa kufanya
baya au hana uwezo wa kufanya jema, huna haja ya kumpa amri. Kwani mtoto mchanga unamwamuru kitu? Kitoto kidogo kabisa, kichanga kidogo kinachosota, akitaka kufanya jambo si unakwenda tu kumwondoa? Utampa maelekezo pale, atatekeleza? Hana ile kabilia, hana orientation na readiness, hana maandalizi wala utayari wa kutekeleza unaolisema au kuacha kutekeleza unaolisema. Yeye anafanya kwa mivuto mingine. Kwa hivyo huyu hawi sehemu ya kupewa amri, na malaika naye hayuko katika mvuto wa jambo baya, yuko katika mvuto wa jambo la kheri, anakwenda tu katika amri anayopewa. Kwa hivyo kwa maana yote ile hakuna sababu ya yeye kuingizwa kwenye majaribio wala miongozo. Lakini huku kwa binadamu na kwa jini, kwa sababu kuna yote mawili, ndio maana sasa kuna majaribio, kuna kustahiki pepo na kustahiki moto, kuna hiki na kile. Kwa sababu gani? Kwa sababu huyu ana uwezo wa yote mawili, kufanya ndivyo na kufanya vilivyo si.